fama huwa husnul khuluq, ni nini tabia njema? Jambo ambalo wanawachuoni wetu wanapoandika vitabu katika jambo la kutuhimiza kusoma ilmu ya kisheria hawaliachi jambo hili la tabia njema, kwa kuwa wengi wanaobeba ilmu na kusifikana kwa ilmu lakini ni zero kabisa katika tabia. Katika marakiz, katika maahid, katika majmuat, kuna maneno hutoka baina ya wanafunzi wao kwa wao, ukashindwa kufarikisha kwamba hii ni markazi ya kielimu au hii ni maahadi ya kielimu au hii ni majmua ambayo ndani yake panakusanywa ilmu. Au unapoishi na mtu, ima mmoja kuishi naye pamoja au kusafiri naye, kama wanavyosema wanawachuoni wetu kwamba kutaka kumjua mtu tabia zake, ishi naye pamoja au safiri naye safari moja, utamjua ni ipi tabia yake, na sio kuja mkaona darasani mkafarikiana. Hauwezi kumjua mtu tabia yake, bali ishi naye, bali safiri naye, bali fanya naye muamala wa kifedha, utamjua huyu tabia yake ni hii. Ni nini tabia njema ambayo mwanafunzi anapaswa kujipamba nayo, na Waislamu kwa ujumla? Wanatuambia wanawachuoni wetu, husnul khuluq badhlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Husnul khuluq hupatikana katika mambo matatu: badhlun nada ay badhlul ma'ruf, ni kufanya wema, ukajitahidi kwenye kutenda wema katika mambo manne: fi malik wa ilmik wa jahik wa quwwatik. Ukawa ni mwema kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kabla ya hapo ukawa mwema kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi malik, katika mali yako, waitumiaje mali yako baina ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Mali yako inaingia wapi? Lakini kadhalik baina yako na waja wa Allah, mali yako inawafaidisha vipi waja wa Allah? Inawafaidisha vipi wenye uhitajio katika jamaa zako, katika jirani zako na Waislamu wenzako kwa ujumla wao? Mali yako inawanufaisha vipi? Iangalie hilo. Ikiwa tumika vyema katika yale ambayo Allah ameamrisha, ni alama ya husnul khuluq. Lakini kadhalika fi ilmik, katika ilmu yako ulionayo, juu ya matendo yako unayoyatenda baina yako na Mola wako, kwa kuwa ilmu ni alama na chenye kukuongoza kutoka katika maasiya kwenda katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ametaja al-Imam al-Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake maarufu Thalathatul Usul, akataja mwanzo kwamba mambo muhimu manne ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuyafahamu: al-ilmu wal-amal wad-da'wa was-sabr. Akataja ilmu kwanza, kisha akataja al-amal, matendo. Je, ilmu yako ulionayo imekuongozaje katika matendo ya kumridhisha Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala? Hiyo ni tabia njema. Au wewe ni msemaji mkuu, ataamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun.
au ndio wewe unaoamrisha waja wa Allah juu ya mema, lakini wewe uko nyuma katika hayo? Hiyo ni tabia mbaya na ni alama ya tabia mbaya. Lakini kadhalika ilmu yako baina yako na waja wa Allah, waitoaje ilmu yako? Je, ilmu yako ulionayo na ihtiram, unaweza kuheshimu wale wanafunzi wako ambao wewe umewakalia juu yao na wao ni mateka kwako? Ilmu yako unatumia kuwaongoza au kuwadhalilisha na kuwatumia kwa maslahi yako binafsi? Kwa kuwa una ilmu, kwa kuwa hakuna mwanafunzi ambaye atakupinga kwenye lile ambalo wewe utalisema, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka una saitara ya kusema ukasikilizwa, ukawadhulumu, ukawaonea, ukawakalia juu kwa ilmu ulionayo, ukatumia mabavu juu yao. Hiyo ni tabia mbaya, si tabia njema, na wala sio badhlul ma'ruf katika ilmu yako ulionayo. Lakini kadhalika ilmu yako unaongoza kunako nini katika yale ambayo ameamrisha Allah au kwa maslahi yako. Panapofaa utapata faida, unahalalisha. Hapa unahisi patafikika njia za riziki kwangu, ukaharamisha na kinyume chake. Ilmu yako unaitumiaje? Ndio badhlul ma'ruf. Lakini kadhalika cheo chako ulicho nacho, kama ni cheo cha serikali, kama ni cheo cha msikiti, kama ni cheo cha nyumbani kwako, hicho ni cheo ulichopewa ukaaminiwa, bali hiyo ni amana aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Allah anataka itimizwe amana hiyo. Waitumiaje cheo chako? Wadhalilisha waumini na waislamu wenzio juu ya cheo chako. Kutumia vyema cheo chako ni badhlul nada, badhlul ma'ruf. Lakini kadhalika quwwatuk, nguvu zako ulizonazo, wazitumiaje nguvu zako katika utiifu wa Mola wako, katika wema baina yako na waja wenzio? Watumiaje nguvu zako? Unazitumia kudhalilisha au kuwainua wasio na nguvu, kumsaidia aliye na shida kwa kutumia nguvu zako? Mambo manne haya yaangalie, ndio badhlun nada. Lakini kadhalika miongoni mwa husnul khuluq wa kafful adha, alla tu'dhi an-nas la bilisanik wala bijawarihik, kutokuwa udhi watu si kwa ulimi wako wala kwa viungo vyako. Huo ndiyo wema. Kama qala alayhi salatu wassalam, almuslim man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika waislamu wenziwe kutokana na ulimi wake, kutokana na mkono wake. Hatumii ulimi wake fi sabbi nnas wa shatmi nnas wa la'ni nnas wa kadha wa kadha, la, akautumia ulimi wake fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Huo ndio wema, kaful adha, ukajizuilia wewe ulimi wako usimuudhi mtu mwingine. Lakini kadhalika viungo vyako vikawa havimuudhi mtu mwingine, bali wewe fanya subra juu yale ambayo unaudhiwa juu yake. Hiyo ndiyo husnul khuluq. Na jambo la mwisho katika husnul khuluq wa talaqatul wajhi, an tulaqiya an-nas bitalqi wajhi laysa biubusi alwajh, ni kukutana na watu kwa uso uliokuwa mkunjufu na kuacha kufinya na kukunja uso muda wote,
umekutana na Muislamu mwenzio, salamu ya kushinda, bali wewe ni mtu ambaye waogopewa na watu, huna talaqatul wajh. Hali ya kuwa Rasul alayhi salatu wassalam anamwambia Abu Dharr radiyallahu anhu, ya Aba Dharr, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Ya Aba Dharr, usidharau katika wema chochote, hata jambo la kukutana na ndugu yako Muislamu hali yako uso wako umekunjuka, ni miongoni mwa alama za tabia njema. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum liyas'ahum bastul wajhi wa husnul khuluq. Hamwezi kuwatosheleza watu kwa mali, hamwezi. Utakayempa mali siku ukizuia atakukasirikia huyo, lakini yule ambaye unampa uso wa bashasha na tabia njema atatamani muda wote aishi na wewe. Tabia njema ni bora kuliko jambo la mtu kumpa mali. Ametufundisha hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi alazim, maudhui hii ni ndefu sana na ni pana sana. Ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam fadhaila kathira katika jambo la husnul khuluq, lakini muda umekwenda. Ikutoshe hadithi ambayo anasimulia al-Imam Ahmad na amesahihisha al-Allamatu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anatuambia Rasul alayhi salatu wassalam, ahabbu ibadillah ila Allah ahsanuhum khuluqa. Ahabbu ibadillah ila Allah ahsanuhum khuluqa. Anayependeza zaidi katika waja wa Allah mbele ya Allah ni yule mwenye tabia njema. Kadhalika ametuambia tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, akmalun nasu imana ahsanuhum khuluqa. Mkamilifu zaidi wa imani ni yule mwenye tabia njema. Wa khayrukum linisaihi, na mbora wenu au wabora wenu ni wabora wenu zaidi kwa familia zao na wake zao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe kwa tabia njema na ajalie ilmu ambayo tunaisoma iwe sababu ya kuondosha tabia mbaya na kutuunganisha pamoja katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillah.